kawatafutia mashamba yao kila mahali, ikaisha. Hawa wanawake wakauza yao ng'ombe zao, ikabakia my mother. Akarudi sasa nyumbani kwa my mother. Hapo ndio kisirani itaanza. My mother will never speak. Akiongea amekatakatwa kila mahali. My mother aongee. Wadogo wangu wakubwa wakiongea wanaumizwa kuumizwa. They left my mother to die alone. So that night, and my mother will not sleep. Wamekutana makuhani wote, wazee, maana mama amekataa na ng'ombe ya mwisho, amekataa nayo isiende kulewa pombe, amekunywa na anataka hii ng'ombe ikalewa. My mother akakataa. Hapo ndio mambo itaharibika. Wazee wakakutana makuhani. Walipokutana wakaamua huyu mama anayekataa na mali ya mzee lazima aende. Taenda wapi? Ako na mimba ya miezi 6 ya mtoto wa 12. What is she going to do? My mother will know nothing. Hawa wazee walichukua makaratasi na wakauliza kitu, unatakaje? It was my father. Nataka huyu mama aondoke, aache vitu vyako vya baba yako. Mabarua ikaandikwa. My father akaandika akasema, I will not, na sitauliza hawa watoto tena. Nimefukuza waende na mama yao. Na mabarua ikaandikwa na wazee wakachukua vidole na kaweka. Na wakaja nyumbani wamebeba makaratasi. That night, my mother akaambiwa, you know what? You have to go. Kaliza niende wapi? Vita ilianza usiku ya my mother. Niende wapi na watoto na utaenda. Mzee akitisha kitu lazima umpe. Hii ni vitu vyake, si vyako. Hizi ni vitu vya mama yake, si vya kwenu. Taacha vitu vyake. My mother akapigwa that night, akaumizwa. Asubuhi bado amekataa, anaambiwa unaenda. Wewe sumbua tu, chapa, umiza. There are men today ambao wamekuwa zaidi ya my father, worse than my father. Alichukua mtoto wa mtu akiwa na masomo, akiwa amesomeshwa vizuri, msichana amelelewa vizuri, msichana amelelewa vizuri, akasomeshwa vizuri, anavalia viatu vizuri, aliolewa na some of the men we have. Na alipofika kwa ndoa, amezalishwa watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sura aliyekuwa nayo imepotea. Na ikishapotea, then anaanza kuwa something to be used, but not something to be respected. And some wamechukua ni kama wako na rights juu ya women, wamechukua ni kama rights zao zote wanazo. Kugandamisha wanawake wa leo. Wanawake wana uchungu, wengine ni wagonjwa, wengine hata hawajui walizaliwa kwa nini. There are women who are about to commit suicide. They don't know where to start from because wamechapwa, wameumizwa. Everything they had, the hopes, the trust they had is gone. Alitumiwa vibaya, sura yake ikamanishwa. Alitumiwa vibaya, akazalishwa watoto na akazaliwa. Lakini wanaume wengi wamechukua ni kama wana haki juu ya wake zao. Una haki. The Constitution of Kenya today
save my mother. Katiba tuliona 2010 constitution, kama ingelikuweko wakati wa my mother angekufa maskini, but kulikuwa na constitution ya kuumiza na kukandamiza. My mother, aliyekuwa beautiful mother, she's going to face it alive. Asubuhi akaamkiwa na wazee, wamechukua makaratasi, kaambiwa shika makaratasi hiyo. Tumeamri baba huyu hatauliza hao watoto, nenda nao. Nakumbuka majina ile imeandikwa katika ile karatasi, ni Wengelele. Enda na Wengelele osu lukakulwa, ona siana isi lukakulwa, enda na shule. My mother, when she tried to resist, upanga ulimkamata. Walikuwa wametengeneza upanga na wamuondoa vizuri. My mother ung'ang'ana na baba, kimwambia niende wapi, akasawika akachukua panga, slashed my mother's breast. Na my mother alipona, hey, sasa nimeslashiwa, sasa matiti imepasuliwa. My mother wakachukua kishuka wakararua, wakafunga matiti yake, na my mother akafukufa na watoto, kaanza safari ya shule kutoka Makueni. My mother ambaye ni heroes, ambao ni among the heroes ambao tuko nao Kenya, she took the dog, the 11 children, and started walking from Makueni, heading to nowhere, heading to where she will not know, because she doesn't have money. Hakukuwa matatu za Makueni, there was nothing. My mother counts as a pain from Makueni. Wiki nzima, wiki ya pili, wiki ya tatu. Kifika usiku kwa mahali anaomba, amefika ametembea, amefika mahali anaomba, siku napate mahali nilale tu, niamke asubuhi ni anapewa mahali pa kulala. Sikia, what will happen now to the children? My mother amefika Lita, na alipofika Lita, stories mingia. Mama Mwinzioka, Mwazioka. The name Mwinzioka was a mockery name, a name for a woman rejected for marriage. They gave it to my mother. My mother is given the worst name. Na Mwinzioka alipofika kufikisha watoto majioni hivi, hata hawakumwongelesha, walikasirika. Ameoleta shida katika familia. My mother amepangiwa that night lazima atenganishe, kwa sababu akirudi nyumbani baba yake amekasirika, maana mahali alilipa itarudishwa. Ana hasira kwa sababu mwanamke akirudi kutoka kwa ndoa na arudie wazazi wake, alikuwa ni disgrace. She is a woman full of disgrace. Anakuja kuhakikisha kile kililipwa kitarudishwa, na ilikuwa si nzuri. So hasira imeingia wazazi, she has to go. Hata wataki kujua vidonda alizonazo. My mother alitengewa. Mahali mulienda nyinyi, mulienda kuzika my mother. Hata kuteremka kwetu, juzi nimeuliza dada moja hapa na my wife, turudi tukatembea, akaniambia kurudi na nimu yakwe mairu na nimu yakwe avocado ambia kurudi, maana kule
inateremuka, yaani meno ukikosea kidogo meno inaenda, hakuna break, you only roll na una roll kwa mama. So now my mother ametengwa na amepewa, sasa ametengwa na mahali amepewa, hakuna barabara itawahi kuja, na hakuna gari na hakuna motorbike itawahi kuja hapo. Ni kwa mawe, ni milimani, mahali ambapo hakuna matumaini. My mother akatupa huko, na my mother akachukua matawi ya mamiti na akajenga kanyumba, akatuweka hapo. Wakati unamtesa huyo mwanamke, wakati unamuumiza roho, wakati unafanya matendo yale unafanya, hata kuwa na aibu, kidogo. When you took that woman from her parents, alikuwa msafi, alikuwa kupendeza. Sasa wewe unamlipa nini? So many men wanalipa wanawake na uchungu. Hauna haki kumchapa, you have no right kumuumiza. Hauna haki. Kama umeshindwa na arudishia wazazi wake, badala umuumize. How many men have made their wives? How many men have made their wives sorrowful, painful, and they are anguishing in soul? They regret why they were born as women. They regret why they were born and born in this world. Kwani kuolewa ni kuua, ni hell. How? Where did you get that one from? Kwani kuoa, nani aliwaambia ni bounce back? You box your wife. You box your wife. Why? Kwani nani alisema ndoa ni amika? Nani alisema? Nani alisema mke akiolewa hana haki? Nani alisema? Who said so? That woman akona haki kwa wazazi wake, pia ana haki. Rachel, una haki ya kwangu. My daughter, you are my daughter, and you are my daughter, and you are my daughter. Watoto wangu ni watoto wangu. Ukioa ushindwe nirudishie, na nitabeba na faida. Ukishindwa na my daughter, bring it back to me. Na hata kuja peke yake, anakuja na faida. That is me. Na ukitaka tupigane, guza Rachel. Sijawahi kumchapa, nimemlelea kwa nyumbani. Hata sijui fimbo ni nini, na ajui hiyo, hata ajui kulima. Kazi yangu ni kulima. Hiyo sio mambo ya my daughter. Hiyo ni vitu yangu. Ning'ang'ane kivyangu, maana hivyo ndivyo nilizaliwa. Nono na zewenye ngukuta, niko na uwezo wa kukuta. My mother amefika, amejenga kanyumba, wacha chawa jitokee kwa hiyo nyumba. Hapo sasa ndio shetani alikuja na mikono na mekucha yote. Shetani alikuja kwa hiyo kanyumba, akakuja na kila uovu kwa hiyo nyumba. Sasa kutoka hapo hali ni mbaya, maana tulitoka Makueni 3 weeks ago. Watoto wamefika, they are tired. Wengine ambao wako nyuma yangu wameisha, wamefika. Mama yangu ameisha, ametokwa na damu, amepata uchungu. Ekata mimi ya nono makoge, ekata mimi ya nono mzee. My mother akakiona the woman in pain, ameingia boma na ametengwa, ametupwa kwa mzito na masufuria. She has nothing, she has children. What did this woman do? Why are people not merciful? What is this we call African culture? What is it? Who brought this culture to Africa? Who said? There is an African culture for torturing women. Who said
nothing to even those men of God. Kuna mwanaume amevalia kola, amevalia mavazi ya kuhubiri, but his wife, mke wake ameumizwa kwa nyumba, amevunjwa mguu, mwingine hata ameumizwa na ameumizwa na mtumishi wa Mungu. Na hao ndio wanauzia miracles, hao ndio wanawapelekea miujiza. They are so powerful, they can preach like they are going to heaven, but when they go to their homes, their wives have no joy. There are men of God doing the same. They are battering their wives, they are doing and punishing them, even giving them money is a problem. They think women came to marriage because of money. Women never came to marriage, they never accepted into marriage, so that if you may give them, come on, listen to me, women were never married because of money. Stop that language. Wanawake si maskini, hawakuolewa kwa sababu ya pesa. Hawakuja kwa hiyo nyumba yako walingie na pesa zako. No, listen to me, they were not poor before they got married. We have mistreated these women. We have made them feel like they are not human. Where will you get your joy if you battle your wife? Where will you find your joy? How will you get joy from a woman whom you battered? Unakuja kupata raha gani? There are women even today, they don't enjoy their marriage, especially for men of God, born again Christian, who are screaming, praise God, we're going to heaven. Edukisie. Kama utaki kuchapa huko kakaa peke yako. Kama unajisikia wewe ni dume, jizalishe. Jizalishe. If you feel you can do better with yourself without that woman, oh, wanaume mwenzako. Tangu lini mwanaume akapata mimba? Kama unajisikia wewe ni dume, oh, mwanaume mwenzako akuzalie watoto. Badala uoe mtoto wa mtu ukaue, badala uoe mtoto wa mtu ukasumbue, badala uoe mtoto wa mtu akasumbuke apate wazimu. There are women who are already mad, they are psychs. Wengine hata they are depressed. They can't even go to church because they are afraid of their husbands. There are women who cannot sing in the choir because they are afraid of their husbands. There are women who cannot give to church because they are afraid of their husbands. My mother amejenga kanyumba, then now chawa ilitoka pale, kunguni zilitoka pale, ndani fleas zilitoka pale. Mtu wa kwanza kushambuliwa alikuwa ni mimi. Remember, I am about 6 years old. Na wewe nikiwa 6 years old, nyuma yangu kuna watoto 4. My mother alikuwa professional. Na saa hizo nimegonjeka, nimekulwa na chao zimeanza kunishambulia miguu. Nilikulwa miguu, nikakulwa mikono, ikamalizika na ikapanda ikanikula kwa magoti. Nikanipanda na ikanikula mpaka kwa matoko yangu yote. Nikawa siwezi kukaa chini. Nikawa sasa ni mtoto mwingine. Chawazi mikono yote imekulwa. I could not hold a spoon. I could not hold nothing. Miguu ikawa ni kama matope imepakwa. Nikawa sasa kitu kingine. Na sasa shida ni chakula.
inatoka wapi? My mother ni mgonjwa. Sasa hawa watoto wengine ndio hao maji sasa wakatafuta sufuria, ndio tunachemshiwa tukunywe. My mother niliona na macho yangu, nilimwona vizuri nikiwa siwezi inuka, akakusanya matawi matu, akakatakata, akachemsha, akaanza kutupatia. Nilikuwa natoa choo kama ya mbuzi bibi, na mambo ikaendelea kwangu, ikaharibika, nikashikwa na kwashakoo, tumbo ikafika kule, ikawa tumbo hata ni kama unaona yinustebete, yaani ikawa sasa niko na kwashakoo, nimekonda, nimeisha, tumbo imefika kule, nikawa dwarf. Maana ya stigma ya uchungu ya kujikuna, nililia, nikalia, uchungu ukamaliza sauti yangu. When I was 9 years, I had no voice. Sauti ilikuwa ilikwisha kwa sababu ya kulia. Nilikuwa sina uchungu tena, siwezi kulia tena, sauti ikakwenda, nikaisha. Sasa nikawa kitu haujui ni kitu gani, nikahara, tumbo imefika huko na hakuna chakula, my rectum ikatoka. Niliana mpaka my rectum ikatoka. My mother akakimbia, ama zetu ya chaiki, zetu ya chaiki, ayamanga mauta, ilila my rectum iwe wet. Nimeana mpaka ishatoka, nikaanza kuwepa mahali na chungwa mpaka ishigie ama umbwa, because my rectum ishatoka. Ikawa a dwarf picha imelala hapa mahali niliwekwa, hakuna kutoka, wananipata hapa. Hata waleo niko na shida kuketi chini, nikikaa kidogo najikutana nimeanguka one side, because nililalishwa na one side. I'm not giving you stories because some of you feel it's like a story. So when I was 9 years, rectum imetoka, sikufi. Mama yangu anangoja nikufe asubuhi, nichinjiwe, niwekwe kwa shimo, nishaulike. My mother sikufi. My mother akaamua kwenda kwenye tumba, ni forest, na katunga forest. Saa 11 asubuhi, watu wakiwa wamelala, my mother picked na akajifungia na akanibeba 16 kilometers from home. Kama haya maimaji niliwapeleka ngapi, niliwapeleka hapo, iko bado hiyo kitumika. My mother noyo ya idhembo yatianito kama, lakini ya imaza numu wa forest. How my mother anapita forest iliyo na monkeys, iliyo na chui, iliyo na leopards, iliyo na fisi. Hawa anapita kwa huo msitu, amenibeba akanitupe katika hiyo madhabahu. Hiyo ndio unishinda. Akachukua sasa anitupe, kaomba maombi yake, akiomba ndio anitupe. My mother akafungua mkono wake anitupe, akifungua anitupe. Mungu alinifungua na sauti yangu katoka. Your mother will never lie. Your mother will never lie. She knows you. Akanirudisha.
akanibeba tena kurudisha nyumbani. Kufika nyumbani ameisha. She has no strength. There was a pastor ambaye alikuwa kutoka Meru. Alikuja kusomea Mfalme Bible College. He came home. Anaitwa Kiara. Wametoka Tigani. Akanipata. Ndio my mother amefika. Akaangalia. Waitu leta lami ile ndozo. Wita wa choo. Mungu akwadanisha. Asubuhi una rekita. Mwirogo kutoka. Hekalano. Asubuhi wa mtoto. That's when we care. Akaangalia taa. Kaanza kufagia. Kaanza kunyosha.